Mimi nimepata changamoto siku 5 nyuma zilizopita. Nilivamiwa na watu ambao sijawatambua mpaka leo. Lakini jana namsikia kiongozi wangu wa dini Padre Kitima akitoa speech yake ya historia yake. Akasema yeye kasomea sheria, yeye kasomea haki za binadamu, kasomea udaktari, na vile vile kasomea mambo ya dini na kapata semina na miiko ya dini ya kutoka kanisa la Katoliki ambalo mpaka leo yupo tunamtambua kama ni askofu wa kanisa Katoliki. Nilitegemea jana alivyokaa angetamka kwamba muumini wake Lucy kwa changamoto ambazo amezipata angetamka na angeweza kutoa ufafanuzi, lakini nashangaa kuongea ambavyo yeye ni mwanasheria, yeye ni kasomea mambo ya haki za binadamu. Sasa tunaomba ombi letu sisi kama Wakatoliki, tunaomba ombi letu. Kielimu mimi simpati, sawa kielimu mimi simpati na kiumri mimi simpati, lakini haya maoni yangu sitaacha kuyaendelea kuyasema popote yale nilipo. Nitaendelea kuyasema maoni yangu kila kukicha endapo namuona anaenda kinyume na jinsi sisi Wakatoliki tunatambua. Sisi tunatamani leo kumuona anafanya kazi ya kuhubiri amani ya nchi, sawa lakini leo tunamuona ni mtu ambaye yupo kwenye kanisa lakini ana kofia zaidi ya 3 zaidi ya 4 ambaye huenda analidanganya kanisa. Labda tunaomba atoe tamko yeye mpaka sasa hivi asimame upande mmoja ambao yeye atakaoona atafanya kazi kwa uhuru na atakuwa sahihi, kuliko kujificha kwenye kofia ya Katoliki alafu kuendelea kufanya kazi za chama cha Chadema au kufanya kazi za chama fulani au kufanya kazi za taasisi fulani. Kama alivyosema yeye ni mwanasheria, ni kwenye haki za binadamu. Sasa abaki, kama anabaki kwenye haki za binadamu tumtambue, kama anabaki kwenye wanasheria tumtambue, na kama anabaki kwenye chama cha Chadema tumtambue, na kama anabaki kwenye kanisa Katoliki kama askofu, basi hayo yote anatakiwa ayaache, kwa sababu haya hajamuweka pale. Mzee wetu ametoka, mpaka mafuta wetu ametoka, na watu nimeona wanakaa kimya, hawazungumzi chochote. Wanasema huyo Lucy katumwa. Jamani, mimi sijatumwa na mtu yoyote. Hakuna mtu yoyote alionituma mimi kuzungumza maoni yangu. Mimi natoa maoni yangu kwa sababu ni mtu ambaye kiongozi wangu ambaye yupo kwenye dini yangu. Siwezi kutoa maoni ambaye kiongozi ambaye nikamtolea mfano ambaye wa dini sio ya kwangu. Yeye ana maslahi yake binafsi, analiingiza kanisa kwenye migogoro kwa maslahi yake binafsi. Sisi hatutaki. Kwa majina anaitwa Kida Kasiane, nikiwa kijana wa Kikatoliki. Jamani, kwanza naanza na nchi yangu. Naanza na nchi yetu. Sisi ni wa Tanzania. Nikiwa kijana wa Kitanzania, nikiwa kijana Mkatoliki, nikiwa mama, nimebeba machungu mengi sana ndani ya moyo wangu. Sikupendezwa na yale yaliyotokea Oktoba 29, 2025. Tuna kila sababu ya kusimama na tuna kila haki ya kuongea leo. Tunauliza kiongozi wetu wa dini, askofu wetu, tuliweka imani juu yako. Tulijua utatuhamasisha, utatuhubiria imani, utatujenga kiroho. Lakini leo umetugawa. Umetugawanya. Wakatoliki umetugawanya. Ninaumia. Moyo wangu unavuja damu, unavuja machozi. Sikupendwa vijana walipopoteza. Vijana wamedanganywa. Lakini mwenye kuhitimisha hili lote, Askofu Kitima ndio mwenye hitimisho. Unajua namna gani? Unajua kila kilichoendelea Oktoba 29. Unajua kitu gani umefanya. Wewe ni kiongozi wetu mkubwa, tuliweka imani na wewe. Hukupaswa kushare, kuungana na wana mitandao. Turejeshe Ukatoliki wetu, usituweke katika magrupu. Umetugawa. Tanzania yetu tunaililia. Tunaipenda Tanzania. Tanzania haijaitokea vitu kama hivi jamani. Ninakuwa ni vigeni machoni mwetu. Nikiwa kama mama, nikiwa kama kijana wa Kikatoliki. Asante Mungu. Najua amefika. Mimi naitwa Pendo Prosper wa Katare. Ni Mkatoliki, ni kijana wa Katoliki kabisa. Mimi sijapendezeshwa mazungumzo aliyozungumza jana.
Inasemekana, inaonekana kama anahusika dhahiri kutokana na mazungumzo yake kwenye hii vurugu ya tarehe 29 mwezi wa 10 2025. Anatudhihirisha kwamba hata vijana wengine kawalipa ili waweze kufanya vurugu kutokana na maneno anayoyaongea. Sisi hatuelewi, anatuchanganya sisi vijana kama vijana wa kanisa Katoliki. Tunabaki wapi? Anatuweka kwenye siasa, kwenye chama kingine cha Chadema, au tunabaki kwenye dini yetu? Sisi tulikaa kwa makini, tunasubiria labda atazungumzia kuhusu dini, maadili ya vijana, tufanyeje ili tuweze kujikwamua kwenye hili janga la maandamano. Lakini yeye ndo kwanza anazidi kuchochea maandamano. Ni kitu ambacho hakistahili kabisa kwa kiongozi wa dini, kwa sababu kila mtu anamtazama yeye. Yeye ndo baba yetu wa dini, ukija kanisani, mitaani ni yeye. Sasa anapotutenga huku na huku, anatuvuruga mpaka dini za upande mwingine, upande wa pili, wanashindwa kutuelewa. Tunaomba atuambie yeye yuko upande gani. Naitwa Loveness Paul, ni kijana wa Katoliki. Mimi ni Mkatoliki piwa, Mkatoliki safi. Tunaomba sisi kama vijana wa Katoliki atoke hadharani aseme hili kama si la kweli. Askofu Kitima atoke aseme kama hili sio la kweli, na asipotoka mimi nitakuja tena kutoa ushahidi. Akikaa kimya, maana yake ni kweli. Kwa hili jambo Askofu Kitima, sisi kama vijana wa Katoliki, anaturudisha nyuma, anatuvunja mioyo, anatuchanganya. Sisi tuko tayari kutoa ushahidi. Asipotoa tamko, sisi tuko tayari kuja kutoa ushahidi. Akikaa kimya, anamaanisha hili jambo ni la ukweli, na sisi kama vijana wa Katoliki hatutakaa kimya. Sasa tunaomba ombi letu sisi kama Wakatoliki, tunaomba ombi letu. Kielimu mimi simpati, sawa kielimu mimi simpati, na kiumri mimi simpati, lakini haya maoni yangu sitaacha kuyaendelea kuyasema popote yale nilipo. Nitaendelea kuyasema maoni yangu kila kukicha, endapo namuona anaenda kinyume na jinsi sisi Wakatoliki tunatambua. Sisi tunatamani leo kumuona anafanya kazi ya kuhubiri amani ya nchi, sawa lakini leo tunamuona ni mtu ambaye yupo kwenye kanisa lakini ana kofia zaidi ya 3 zaidi ya 4, ambaye huenda analidanganya kanisa. Labda tunaomba atoe tamko yeye mpaka sasa hivi, asimame upande mmoja ambao yeye atakaoona atafanya kazi kwa uhuru na atakuwa sahihi.